Merhaba, mimi ni Khamis Idi, mwalimu wa Kituruki ndani ya Mapindi App, na hili ni somo la 8. Leo tunakwenda kujifunza vitu ambavyo vina unasaba au viko karibu na somo lililopita la kuashiria. Sawa? Kuashiria na kuuliza. Hapa tunakwenda kuangalia vitu hivi. Kuna burası, halafu kuna şurası, halafu kuna orası. Sawa. Hapa tunaangalia namna gani kwamba mwanzo tulisoma kuashiria tu kwamba hii ni nini, hapa ni nini, hivi ni hivi. Hasa mfumo huu unazungumza, unataka kuuliza kuhusu sehemu, unataka kuuliza juu ya sehemu, unataka kutoa taarifa au jawabu kuhusu sehemu, unatumia hizi nyenzo, haya maneno. Kuna burası, şurası na orası. Orası, şurası, burası. Sawa. Burası maana yake ni hapa. Hapa yani eneo. Şurası hapo. Hapo eneo. Orası pale. Pale yani eneo la mbali. Kwa ni karibu, mbali kidogo, mbali sana. Lakini tukiwa tunamaanisha eneo la hii la hapo tunapopazungumza. Sawa. Mfano. Burası İstanbul. Kwamba hapa ni Istanbul. Hapa tulipo ni Istanbul. Halafu mfano mwingine, şurası mağaza. Kwamba hapo ni dukani. Kwa sababu kuna maneno ya Kiswahili tuna ile kwamba kama unazungumzia undani au sehemu ya hiyo kitu tunakuwa tunaongeza ni mwishoni. Nyumbani, shuleni, sokoni, vitu kama hivyo. Mnakumbuka? Kwa hiyo şurası mağaza, kwamba hapo ni sokoni. Umeona? Mfano mwingine wa mwisho, orası hastane. Kwamba pale ni hospitali. Hastane ni hospitali, na hii ni kiashiria cha sehemu. Swali lake linakuwa vipi? Mfumo wa swali lake unakuwa vipi? Mfumo wa swali unaweza ukawa katika namna ifuatayo. Kuna burası, si ndio? Unaanza na hiyo ya kuashiria. Burası neresi? Burası neresi? Hapa ni wapi? Sawa. Hii ndilo swali la kuuliza kama unataka kudadavua au kupata maelezo kuhusu sehemu. Kwamba hapa ni wapi? Kwa hiyo jawabu litakuja burası, halafu utamalizia na hilo jina la hiyo sehemu. Burası unataja kama ni hospitali, kama ni polisi, kama ni shuleni, kama ni sokoni na vitu vingine. Şurası neresi? Yani hii tu ndio kiulizio cha kuashiria kwa mfumo wa kutaka kujua sehemu. Sawa? Ni hayo ambayo tulikuwa tumetaka kuyaeleza hapa, na tukitaka tuendelee mbele tunaweza tukatumia kama ni kigezo au msingi wa kuzungumzia sehemu la darasani, yani sehemu ya darasani. Kwa mfano, burası okul, bu sınıf. Sawa. Burası burası okul.
kwamba hapa ni shuleni. Sawa. Bu, tusitumie bu, tutumie mchanganyiko. Shu sınıf. Hilo ni darasa. Sınıf ni darasa. Sınıfta öğrenci sınıfta öğrenciler var. Darasani kuna wanafunzi. Darasani wamo wanafunzi. Sawa. Sasa wanafunzi labda ndo mko darasani, ndo sisi mwalimu na wanafunzi mtaka kuulizana sasa kutumia huu mlango au hii maudhui au hii mada ya kuashiria na sehemu. Mnaweza mkaulizana vitu ambavyo viko darasani. Kwamba mtu ananyosha mkono. One kwamba ananyosha labda kwenye dirisha. Kwa hiyo mwalimu au mwanafunzi mwingine atasema o pencere. One o pencere. Çünkü pencere ni dirisha. Mwingine atauliza şu ne? Sawa. Baada ya kuuliza hivyo atatokea mwingine atanyosha mkono na kusema kwamba şu hapana, atasema şu kitap. Şu kitap, kwamba hiko ni kitabu, hicho ni kitabu. Na mwingine anaweza akauliza tena bunlar kim? Kwa mfano mtu ambaye yuko nje ya shule. Bunlar kim? Kim mnakumbuka inaulizwa kuhusu watu. Bunlar kim? Hawa ni akina nani? Jawabu linaweza likatoka kwamba bunlar öğrenciler. Bunlar öğrenciler, kwamba hawa ni wanafunzi. Kwa hiyo haya ni maswali ambayo yanaweza yakajiri, yanaweza yakapita baina ya wanafunzi au hata watu ambao wako maeneo au kando kando ya shule. Naam. Nadhani itakuwa imefafanua vizuri sana na kufahamika vya kutosha, kwani tumeweza kutoa mifano, tumefafanua namna gani unauliza, namna gani unajibu, mwanzo mwisho yani. Sasa ili kuendelea tunaenda kufanya kanuni ya wingi na umoja na wingi, lakini hii iko kwenye somo la 9 ndani ya mapindi hapa. Tukutane katika somo lijalo. Kwaheri.